Misery loves company. Moja ya quote ambazo niliwahi kuzisoma muda mrefu, ikimaanisha kwamba yani upuuzi mara zote unataka company. Company tuseme nini kwa Kiswahili kama vile yani company. Yani utaki kuwa peke yake, sawa sawa. Leo hii mtanisamehe kidogo, sauti yangu nilikuwa naona inakauka. Lakini naona kama inaanza kutoka sasa hivi vizuri. Lakini pia ikiwa inakauka hivi, huwa ni sauti nzuri sana pia wa kufanyia matangazo yanayohitaji strong voice. Kitu kama I'm gonna give you the 3 tips to self mastery. 3 tips to self mastery. Inaishika kwa so twende moja kwa moja. Kuna mambo kadhaa ambayo huwa yanatokea kwenye maisha, alafu tunajikuta mara nyingi tunakuwa wepesi sana kuyafuata. Tunajikuta tunapenda zaidi kuyafuata, lakini mara zote huwa ni mambo ya kipuuzi kabisa yani. Yani hata ni swali rahisi labda kwa wale ambao wanapenda kusikiliza muziki wakajiuliza kwamba hivi mbona nyimbo za wale wasanii wanaoimbia maisha, watu wajitahidi kwenye maisha, mbona huwa hazipigwi sana? Lakini zinapigwa sana nyimbo za wasanii wanaoimba matusi, wanaimba sijui nini. Lakini usifikiri ni kwenye muziki peke yake, hata kwenye maisha yako wewe mwenyewe. Yani kuna baadhi ya vitu vinachukua nafasi kubwa sana, vinavifungia nje vile vitu ambavyo ni vya muhimu zaidi. Sasa leo hii nitashare mambo matatu ambayo ukiyafuatilia vizuri unaweza kuweka maisha yako vizuri sana kwenye mstari. 3 tips to self mastery. Mimi naitwa Ezden Jumanne. Karibu sana. Kuna mambo ambayo nimekuwa nikijiuliza muda mrefu sana, hivi kwa nini yanakuwa jinsi yalivyo? Lakini sometimes I come to understand kwamba maybe that's how life is. Labda hivyo ndivyo ambavyo maisha yalivyo, yani kwamba kuna watu wengine watakuwa wa namna hii, kuna watu wengine watakuwa wa namna fulani. Lakini nafikia tena pointi nyingine ya kuelewa kwamba ubongo wa mwanadamu ulivyoumbwa ni kwamba anaweza akajifunza kitu chochote kile akiamua kuweka akili yake sawa sawa, na akaamua kuweka muda na kufuatilia. Ina maana anaweza akajifunza vitu vingi zaidi, sawa sawa. Sasa mambo matatu ambayo nataka uyazingatie sana kwenye somo la leo. La kwanza, get better at the right things. Yani get better at the right things ni kwamba jitahidi sana ujiboreshe au uwe mbora katika mambo sahihi. Sasa maisha tunayoishi yamezungukwa na mambo mengi sana ambayo mara nyingi unakuta sio sahihi, sio ya muhimu na hayana tija yoyote kwenye maisha, lakini watu wengi sana wanayakimbilia, watu wengi wanayapenda. Kwa mfano ukienda hata vyuoni, kwenye vyuo vikuu unakuta kabisa yani asilimia kubwa ya wanafunzi ambao wako pale mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, unaweza kukuta yani wengi wako kwenye mambo fulani ya entertainment, let's say into partying. Wanapenda sana kupari siku za weekend na nini, lakini sio kile ambacho kimewapeleka pale. Na maana kwamba mtu yote kwenye maisha anakuwa na set of responsibilities. Mzazi ana responsibilities zake, maana ni majukumu yake anayo kuhakikisha anasimamia familia vizuri, au mwanafunzi pia ana majukumu yake nayo kuhakikisha kwamba anasoma vizuri, anafaulu vizuri na kuangalia zaidi mustakabali wa maisha yake ya baadaye. Lakini nafikiri wengi tu tunapelekwa shule, hatuambii zaidi, na wale wanaotupokea shuleni walimu nao pia hawatuambii zaidi, au hata wao hawajui pia nini maana ya shule. Nitaeleza zaidi. Kwa mfano, huku kwetu kuna somo liko linaitwa studies za kazi. Studies za kazi ni somo ambalo liko linafundisha vitu vingi sana watu wajue kufanya kwa mikono yao wenyewe. Sawa sawa. Ina maana somo ambalo liko linaongeza skills nyingi sana. Nilivyosikia recently kwamba somo hili limeshafutwa, halipo tena siku hizi. Inawezekanaje somo kama hili linafutwa? Kwa sababu zile shule ambazo zamani zilikuwa zikikata mkaa, wanachoma mkaa, wakifyatua matofali, wanalima, fanya nini, inamaanisha kwamba mwanafunzi ambaye amemaliza form 4 au form 6 kwenye shule ya namna hii, kesho hawezi kulala nyumbani. Ina maana kwamba aanze kusubiri matokeo yatoke, apate kile cheti, aanze kuzunguka na bahasha kutafuta kazi. Haiwezekani. Kwanza siku hizi kazi hamna, na kwa watoto wa kike dada zetu wakizunguka na hizo bahasha, siku hizi kuna mafisho kwenye ofisi, wanachofanya ni rushwa za ngono, watumia na hamna hizo kazi, you see. Lakini yule mwanafunzi ambaye angetoka kwenye shule kama ile, anajua kufanya hiki, anajua kufanya kile, moja kwa moja anakuja kufungua plot yake na kuanza kufanya kitu fulani. Kwa hiyo yale ya msingi, yale ya muhimu yanakuwa kama yanawekwa pembeni. Yani kuna vitu vingi sana vina umuhimu kufahamu kwenye maisha. Kwa mfano, how to live a better life. Jinsi ya kuishi maisha sahihi ni bora zaidi kuliko kujua how many presidents does Africa has. Ni bora zaidi kujua kuliko mtu kukaa unakariri, unaingiza kichwani kwamba hivi Afrika ina marais wangapi, wakina nani, ushike majina yao, alafu inakuja kukusaidia nini kwenye maisha yako. Anyways, kama ni katika kujifunza tu, mimi kama ningeulizwa, mimi ningeweza kushauri kwamba history ingekuwa ni somo ambalo kama ile muda wanafunzi wamechoka, wanaenda kama kwenye hall kusikiliza history, wanaenda kusikiliza tu history. Kwa sababu I think it's entertaining kama wakapatikana walimu wanaojua kusimulia vizuri. Yani maswala tu wangekuwa wakisimulia kwamba historia ilikuwa hivi, unajua zamani wakina Mwana Mutapa, wakina nani sijui, you know that, you know this, you know that. Lakini sio vitu ambavyo vingekuja kuwa tena mwishoni vinatumika kutoa marks
za kuwareti wanafunzi, na wakifeli hawaendi mbele, na tayari kwa sababu shule moja kwa moja tumeshatengenezewa kichwani kwetu kwamba shule inaboa. Unajua kwa nini? Kwa sababu watu wengi sana wakiwa wanakaribia kumaliza shule wanakuwa wanafurahia sana, wanaona kwamba finally nikimaliza sitasoma tena mimi vitabu haya. Lakini tunasahau kwamba mwanadamu alivyoumbwa ni lazima sana asome ili kuweza kuendeleza maisha yake vizuri, ili ufanikiwe kila siku. Sasa tutaendelea kupotea kama wengi tutakuwa tuendelee kuiona thamani ya kitabu. Kwa hiyo jambo la kwanza, get better at the right things. Na uzuri ni kwamba tuko at the information era. This is the smartphone era. Era ambayo tuna simu zetu mikononi, tuna vitu vingi, tuna internet. I think hiyo ndio kitu kikubwa zaidi mwanadamu amewahi kugundua duniani mpaka sasa hivi. The internet, kwa sababu you can do anything on the internet. You can't just eat on the internet. Huwezi kula kwenye internet, lakini trust me, unaweza ukaona jinsi ya kupika, na hata kama una appetite ya kuona vyakula vizuri unaweza ukaviona kwenye internet. Unachokitaka, unataka kuona pizza unaweza kuiona sasa, ila uwezi kuidownload ukala hiyo pizza. Unaweza ukapata mbinu za kutengeneza hela kwenye internet. Unaweza ukapata mbinu za kuboresha maisha yako, kuboresha afya yako. Mtu kapata tatizo hapa sasa hivi, ametokea sijui vitu fulani, unaweza ukasoma kwenye internet ukajua kumbe hiki ni kitu fulani, na ukapata solution. Kumbe bwana, tunahitaji kwenda kwa daktari, natakiwa tutafute tu majani ya mti wa karaga, kumbe ukiyaponda ponda afu ukampaka yule mtu, ule athari iliyotokea inaondoka. Internet inaweza kutufundisha vitu vingi sana. Internet inaweza kutuambia nini kinaendelea duniani. Na ndio maana pia kila kitu kinachokuja kinakuja na pros and cons, kinakuwa na faida na hasara. Faida za internet ni knowledge kubwa tunayovuna, lakini hasara ni kwamba inapoteza kizazi pia cha watu wazembe ambao wanafikiria kwamba kutazamia au kuangalia na kukopi mambo ya tamaduni nyingine inaweza kuwa sahihi. Matokeo yake wanafuata yale ambayo wao kumbe wanatuonyesha tu kwenye video. Hawaishi hivyo. Dada zetu wanayachukua ya kwenye video wanayaleta kwenye maisha ya kawaida. Matokeo yake inakuja kuwa kama bwana, bongo noma kuliko New York. So hilo ni tatizo kubwa sana. Lakini hiyo swali moja ambalo nataka nikuachie wakati naondoka kwenye hii point ya kwanza ni kwamba what's the point of being good at sports while losing at being a good person? Kwamba kuna pointi gani sasa? Yani pointi ni nini katika kuwa mzuri sana kwenye michezo? Like say unajua michezo kinoma, unajua vitu vingi, unajua timu fulani na wachezaji wangapi wamesajiliwa lini, unajua Samata kasajiliwa timu gani, kabla hapo alikuwa wapi, analipo shilingi ngapi, kocha wake pia analipo shilingi ngapi. Unajua mambo mengi sana. Kwa mfano jana tunafikiri Simba na Yanga wamecheza. Napita mitaani, ile timu moja imeshinda, nikaona watu wanakimbia, wanawaita wale wenzao, wanavaa nguo yenye rangi ile nyingine. Bwana vipi? So what's the point of knowing all that alafu una lose into knowing the tips or the efforts of becoming a good person? Yani unaweka effort kubwa sana kujua mambo mengi, kumjua Messi, kumjua nani, lakini unashindwa kujua vitu vichache ambavyo vinaweza kuboresha maisha yako. Damn. Yani inaweza likaonekana kama swali la kipuuzi, lakini trust me, yani kama unaweza ukajua mambo mengi sana, kwa nini usijue mambo kadhaa ambayo yanaweza kuboresha maisha yako wewe, na wewe ukawa mwanga kwa wale ambao wanakuzunguka pia. Okay, point ya pili, tengeneza mpango kazi bora zaidi wa maisha yako ili yaweze kufanikiwa au yaweze kuwa bora zaidi kuliko jana. Sawa. Hii nimeitoa kwenye kitabu kimoja kinaitwa On the Shortness of Life ambacho ameandika mwandishi mmoja anaitwa Seneca. Nimependa sana sehemu moja kwenye chapter fulani mule ndani. Seneca alikuwa akimuadvise, unajua ule unaweza kuvutiwa na mtu ukaamua kumuongelea kwenye kitabu chako. Alikuwa akimuadvise baba mkwe wake, ambaye baba mkwe wake alikuwa akifanya kazi Italia pale Rome. Ile Rome tunasikia Rome haikujengwa siku moja. Si ndio? Kwamba alikuwa huyo baba mkwe wake alikuwa akifanya kazi pale Rome katika section ya upande wa mauzo, na yani alikuwa akicontrol hizi grains, nafaka hizi, uingiaji na utokaji wa nafaka. Kwa hiyo alikuwa anaandika zile balance sheet na nini, kujua nimeingia shilingi ngapi, imetoka shilingi ngapi, vitu kama hivyo, you see. Akamwambia hivi kwamba it's better to produce the balance sheet of your own life than of the grain market. Kwamba ni bora sana ujue jinsi gani ya kuandaa balance sheet ya maisha yako wewe kuliko hiyo iliyokufukuzisha kazi leo. Unaandaa balance sheet ya grain market, ya soko la nafaka ambalo mwisho wa siku pia umefukuzwa kazi. Kwa hiyo leo ndio mwisho wa kuandaa tena. You see? Lakini if you prepare a very nice or a working balance sheet of your own life, inamaanisha kwamba from this point onwards, ina maana maisha yako yote utakuwa unajua nini kinaingia, nini kinatoka. Inakuwaje? Kwa nini niko katika point hii? Kwa nini nimekwama hapa leo? Okay, kumbe nimekwama kwa sababu hesabu nilizozifanya jana hazikuwa sahihi, lakini kosa nimeliona sehemu.
Walio makini wanaendelea kujifunza kwenye makosa wanayopitia. Wasio makini, kosa likitokea wanafunika, wanahamia kwenye kitu kingine, wakiamini kwamba kile kitu ni kibaya, kina mkosi, kimeleta hasara. Wanasahau nini? Kwamba sisi ni viumbe ambao tumepimwa kwenye muda. Tuna muda maalum wa kuishi hapa, tuna deadline. Wakati unafunika kitu ambacho umekifanyia kazi mwaka mzima, it means huu mwaka mzima umesacrifice, ni kama umeukunja ukatia shimoni. Sawa, kwamba haukuwepo hapa. Then unaamua kwanza kitu kipya. Lakini ungefocus kwenye kile ambacho umekosea, it means kuna kitu kizuri ambacho ungejifunza pale. Wewe ungekuja kuwa expert, a mentor, a teacher. I don't know what I can say. Just bring all the names that makes a mentor. Wa kuelekeza watu wengine ambao pia wanatamani fani kitu kama hicho katika maisha yao pia. Kwa hiyo kitu cha pili, andaa mpango kazi maalumu ambao utafanya maisha yako yawe bora zaidi kuliko jana. Na pointi ya mwisho leo hii, unawezaje kuboresha maisha yako kwa ujumla kabisa? Pointi 3 maalum kabisa. Ya kwanza, jiboreshe katika vitu sahihi. Ya pili, andaa mpango kazi maalum wa maisha yako ili yawe bora kuliko jana. Na pointi ya 3 na ya mwisho leo hii katika somo hili fupi ambalo nimeliandaa, kwamba unawezaje kuboresha maisha yako katika njia 3 rahisi kabisa. Ya kwanza nimesema jiboreshe katika mambo sahihi kwenye maisha yako. Kabla ujiboreshe lazima ujue mambo sahihi ni yapi. Jambo la pili nimesema andaa mpango kazi maalum ambao utafanya maisha yako yawe bora zaidi kuliko jana. Kila ukiamka yawe bora zaidi kuliko jana. Sawa, sio unaamka bwana vipi? Bwana afadhali ya jana bwana. Tusiende huko. Na jambo la 3, soma vitabu au soma ili kuwa bora zaidi, lakini usisome ili kufaulu mitihani. Study to be good, not to pass tests. Ule mfano wa mwanzo nimeuongelea kwamba shule zimetuandaa sana kuona kwamba shule sio kitu chochote. Shule ni sehemu tu pa kupitia ambapo yani unakuwa unatamani uondoke, lakini trust me, kwa sababu hata siku ukija kuondoka pale, haswa shule ndio inaanza. Watu wengi wakimaliza shule wanafikiri ndio wamemaliza shule, lakini haswa shule ndio inaanza, kwa sababu bahati mbaya tulionao ni kwamba shuleni hatufundishi chochote kuhusu maisha. Although ukienda walimu wanaambia we are teaching you to be best, to ili mwe wazuri kwenye maisha, mwende mkawe watu wazuri na bora zaidi katika jamii. It's not true. It's not true. Yani kuna mambo fulani ambayo huwa si kweli, siku ile shule ikiisha yani huwa imeishia hapo. Kwa sababu labda mimi sangu pia nimeingia huko mtaani, sijakiona kitu ambacho nimejifunza shuleni kinanisaidia leo kwenye maisha yangu, isipokuwa vile ambavyo niliamua kujiongeza mwenyewe na talents na nini, vipaji hasa ndio vimekuwa vikiniendeleza. Lakini mwanga kama huu ukiwa sahihi, walimu wakauona sahihi, wazazi wakauona sahihi, kwa pamoja unaweza ukafungua kitu kikubwa sana katika watoto wetu. Tuwapeleke shule sawa, lakini tuwe nyumbani tunawahimiza watoto wetu wasome vitabu, wasome vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuwapa elimu na maarifa mengine mbalimbali ambayo tunajua vitakuja kuwasaidia. Tuwafundishe yale maarifa ambayo watu wengi bado wanafeli mitaani. Kumbuka leo hii kwa mfano issue tu ya communication ni jambo bovu kabisa kwa watu wengi. Ukiwahi kukaribishwa kwenye vyumba vya interviews ambavyo watu wanafanyiwa interviews za kazi, utacheka paka ufe, lakini utacheka ukiwa wewe ufanyiwe interview. Ila ukiwa unafanyiwa watacheka wengine. Lakini haikutakiwa kuwa hivyo. Itakuwa ingia hata kama watu 6 wamekaa, ujue ni watu 6, natakiwa kuexpress ninachotakiwa kuexpress, natakiwa kusema ninachotakiwa kusema at my best intellect, then inaishia hapo. Mimi naitwa Ezden Jumanne. Kwa wewe ambaye umepata somo hili leo, why don't you share these links? Why don't you share this link kwa watu wengine ambao unajua hawajaona video hii? Ukidownload ukashare sehemu nyingine, I appreciate, but don't do that. Tuletee watu wengi zaidi, tuletee traffic. Just chukua link, mtu mwingine, bwana nimeona somo hili, hebu check hiyo video. Kwa sababu akipenda video hiyo moja, I'm pretty sure ataamua kuingia aanze kuona watu wengine zaidi. At Success Path, we are not selfish. Tunakaribisha watu wengi ambao wana uwezo mzuri wa kusimama na sisi, kwa sababu tumeweza kutengeneza platform kubwa ambayo watu wengi wanaifuatilia. Sasa kwa nini tusishare keki hii ya taifa kwa watu wengine pia ambao wana uwezo wa kuielimisha jamii vizuri? Utakutana na Victor Mwambene, utakutana na Ali Mfaume, utakutana na Kalungu Psychomotive, utakutana na Nurdin aka Nurien. Yeye pia yumo ndani. So, let's go. Bwana, nimerudi kutoa shavu. Kwa mtu ambaye amesimama kwenye kamera leo ni Bin Laden. Yeah. Lakini pia mtoto wa graphics ni Abdul Shakur. Biza, all the skills from India, China, mix it all together. Toa corona, weka njafu. Bakiza kinachobakia, au sio? Yeah. Sasa tumemaliza.